Afadhali wewe ndugu yangu una kigenge hapa kidogo unapata riziki. Tofauti na sisi ambao tunaishi na madeni. Sababu maisha haya sisi wazazi wetu hawakutuwekea misingi imara ya maisha. Kwa tunazidi kutanga tu. Sisi tunapanga vyumba. Tofauti na wewe ndugu yangu ya kijumba chako kile cha urithi. Sisi tunaishi na madeni. Wazazi wana kazi mbili tu. Ya wewe kukuzaa na kukulea. Mambo ya mbele kwenye maisha yako huko wao hawapo tena. Ni sawasawa na kifaranga kilichoachwa na mama yake. Wewe Osmani, wewe ndugu yangu, wewe hujanielewa kabisa ni nini inamaanisha. Yaani inamaanisha hivi. Mfano mimi, si unaniona mimi? Mimi nimesoma mpaka darasa la 7. Sawa sawa? Huko mbele nimejiendeleza mwenyewe kwa ujanja wangu. Lakini pia hapo mzee kanisomesha mpaka darasa la 7. Nimepanga chumba tu, sehemu. Na kitanda na godoro. Mzee ananipa ndugu zangu niwasomeshe. Sasa kama sio kulipa deni kitu gani huko? Hapo sasa nimekuelewa bwana Mbwela. Usiogope madeni. Serikali yenyewe inadaiwa. Hata mimi unavoniona na kigenge changu hiki nadaiwa. Nyanya hizi nimekopa, hivi vitu nazi vyote hivi unavyoviona humu ndani mikopo. Hivyo hapa natafuta hela kumrudishia. Habari shemeji Mbwela. Safi shemeji. Hongera, umependeza. Asante, mimi ndo kawaida yangu kupendeza. Baby, nimekuletea chakula cha mchana. Chakula cha jioni nitakuja nyumbani kupikia. Mimi hayo mambo ya baby ndo nimekuambia siyahitaji. Yaani jambo la baby, mimi ukiniita baby mimi na allergy na kuitwa baby. Yaani sitaki kabisa kuniita baby. Wewe naye umeshaanza mambo yako. Mimi pikipiki inanisubiri. Yeshi. Ujue mimi sinaga swaga kabisa. Ndugu yangu, wewe umeopoa chombo. Kwa chombo cha starehe tu. Pale mashallah. Ila sasa ndugu yangu sijajua wewe una malengo gani na ule binti. Malengo ni mawili tu. Kwenda kutoa posa na ndo kinachofuata. Yaani ndugu yangu unataka uoe binti yule. Unauliza tena makofi polisi. Yaani wewe unamuoa Zuchu. Zuchu Zuleha. Ndugu yangu wewe hujui? Yule anaitwa Zuchu. Yaani akaunti yake ya mtandaoni anaitwa Zuchu. Sasa ingia katika hiyo akaunti yake baba. Angalia hizo picha zake. Baba, kama hauna moyo na wewe mwanaume rijali utapagawa. Na unavokiona kile kilivyokuwa kama nyigu, yani minyu. Mara kapiga picha kaminyuka hivi. Sasa hakuna comment mbaya humo. Yaani kila mwanaume ana comment vimoji vile vya nani, vya ulimi. Yaani watu wanatamani. Yule binti wale ndo pisikali. Pisikali? Ndo nini maana pisikali? Sasa wewe ndugu yangu unakaa mjini kote kwa yani hujui pisikali? Pisikali ni mtoto wa kike ambaye mzuri, ambaye anapenda mambo mazuri. Watoto wa mjini. Kwa hiyo sasa wewe muuza genge hapa, yule umwezi. Nakwambia kabisa mtafute mchimba chumvi mwenzio, muuza genge mwenzio ili uweze kuishi naye, lakini yule huwezi kuishi naye. Mimi nakwambia kabisa ndugu yangu. Sasa unanishauri nini ndugu yangu Mbwela? Mimi tena nikushauri juu ya mapenzi kuhusu wewe. Usije tukatakana ubaya bure. Wewe mwenyewe angalia. Ila mimi nimekwambia kama rafiki yangu. Kweli nimeamini. Sasa nimepata darasa ambalo linanifaa mimi. Niachie mimi nitamaliza kila kitu. Hizo na hasira za kumtekenya simba.
Zuchu. Baby, karibu. Alafu nilishakukataza mtindo wako wa kuniita baby. Mimi mtu mzima kabisa na midevu yangu eti unaniita baby. Basi samahani mpenzi wangu, nisamee. Karibu. Nijue kitu kimoja. Hizo picha zenu mnazozipiga sijui zina faida gani huko kwenye mitandao? Asa mpenzi, mitandao si ndo mambo ya kisasa sasa hivi. Ni kitu gani ambacho wewe unakishangaa? Maana sasa hivi kila mtu mambo tukutane huko Insta wapi, unajua? We like, we comment, followers, mambo ya kisasa hayo mpenzi wangu. Aha. Kumbe ndio maana badala kujiita Zuleha umeamua kujiita Zuchu, si ndio? Asa Zuchu si ndio mtu anajulikana sasa hivi maarufu Tanzania nzima huko mbele wapi sinajua. Na mwenyewe nataka kidogo nisafirie nyota. Mimi kipato changu kidogo. Sawa? Yaani siwezi kuendana na wewe. Siwezi kabisa. Yaani sitoweza kabisa kuendana na wewe. Wewe mimi napenda mwanamke ambaye yupo. Sipendi mambo ya mitandao sijui mitandao ya kwenu unaosema, sipendi awe umo. Lakini wewe kila mara hata kupika utashindwa kwa ajili ya hiyo mambo yenu haya. Kwa mimi siwezi kuendana na wewe. Katafute mtu mnaendana naye, lakini mimi siwezi kuendana naye. Nikake ndani? Wewe ndani kwa nani? Kwako. Hii tiketi baba. Ushapanda gari tena ujui unapokwenda. Kuanzia leo hii ninachozungumza, sitokuhitaji uje nyumbani, sitokuhitaji uje kule gengeni. Sawa? Yaani iwe mwanzo na mwisho. Sitokuhitaji tena. Asmani, usifanye hivyo jamani, nakupenda. Usiwe hivyo Asmani. Kwa nini unanifanyia hivyo mtoto mwenzio Kwa nini? Nyinyi wanawake mpo kama machunusi. Unanivuta. Ukiona hapa kina kirefu, unaniachia. Mimi nabaki hapa. Vikombe. Napiga vikombe mpaka mwisho wa siku. Tayari. Ninakuwa nimekufa tena wewe unabakia na mambo yako. Nasema nilikuwa napita njia. Hapa umepita njia, nenda. Sio hivyo Asmani, nakupenda. Kweli nakupenda Asmani wangu. Asmani, usifanye hivyo. Nakupenda mpenzi wangu. Toka! Natambua nakupenda. Sisi tunahangaika na frame ya duka. Hatuhangaikagi na frame ya duka sisi. Kampende marehemu Odemba. Zuchu anaondoka kweli au masiara? Kwanza mimi nimemfukuza vipi? Yaani tena ndo basi tena narudi tena kwenye ubachela wangu tena. Nitakaa peke yangu kama muogo. Alikuwa anachangamsha nyumba hapa. Nyumba inaonekana imechangamka. Sasa hivi tena nyumba imebaki ukiwa. Lakini rafiki yangu Mbwela aliniambia kwamba huyu mwanamke hastahiki. Na yeye lakini ameniambia maneno ya maana. Na huyu unaonekana ndo wale. Sijali. Kwani nini? Niko single. Na usingo tena raha tena. Nikaenda Garden Breeze, silali mpaka asubuhi. Paka popo. Kwenda mwana kwenda. Unajua ni nini? Mimi mara ya kwanza wewe nilijua kizabizabina au cha kubimbi. Maana kweli nimefika pale nyumbani na muona tena yule mwanamke yupo hivi. Anajipiga picha yao. Ana mara hivi. Pale nilipofika nikaambia we, timua vumbi, timua, toka. Kwenda. Ndugu yangu, umechukua maamuzi magumu sana. Na hayo ndo maamuzi ya kiume sasa. Mimi nilitegemea wewe utatoka, utaenda kwa yule bibie, na kwa sababu ndo kile kinyigu kile akikupa kidogo tu utaanza mshikaji wangu yule aliniambia hivi. Alafu kesho na kesho kutwa Zuchu anaanza kunichukia mimi. Lakini umejaribu kuonyesha vitendo.
Vizuri sana. Lazima unipe sifa zangu kwa sababu mimi mwanaume wa shoka kweli kweli. Mimi ni mtu wa ulimwengu wa kwanza bwana. Mtu wa ulimwengu wa kwanza, darasa langu la mkoloni la 3 chini ya miembe. Ndio niliposomea. Idondoka nyoka likizo. Sasa kwa hiyo mtu akitokezea tu eti mimi mtu wa ulimwengu wa pili. Mimi nawaangaliaga watu wa ulimwengu wa pili. Ulimwengu wa pili yani wanawahi kuyafuata mambo, alafu yale mambo yanawakimbia. Unakuta yupo speed kushinda yale mambo anayoyafanya. Katika hivyo vipindi sasa. Nasikia mwanangu kuna vipindi vinakuja wanawake watakuwa wanawabaka wanaume. Sasa mimi ndo nasubiria hicho kipindi ndugu yangu. Basi hata mimi nakisubiri. Ili na mimi nikimbizo tena nikumbatiwe nilewe mabusu tena. Unapenda kubakwa? Napenda kubakwa na wanawake lakini. Na saa hizi Salama tu. Nikusaidie nini? mimi nilikuwa na shida. Nilikuwa naomba mniuzie matunda kwa bei ya jumla, maana matunda yangu mimi yamenishia na muda bado upo. Ili niuze kwa bei ya rejareja nipate chochote. Dada, hapo mimi naona hapa sio Mabibo. Wala sio Manzese, Tandale kwa Mtogole, Temeke, Kariakoo, sio hapa. Sawa? Mambo yao nenda kayafuate kule. Yaani mimi ninunue kwa jumla, alafu tena na wewe tena nikuuzie kwa jumla. Si nitakuwa na chekesha alionuna hapa kwa Fundikira. Mafundi wenyewe ndio sisi, mimi na huyu bwana. Osmani. Hebu angalie vizuri kwanza huyo dada. Alafu vuta picha kwamba huyo ni dada yako. Huyo ni mama yako. Pia ni shangazi yako. Unajua asilimia kubwa sana ya wanawake ambao wanajituma wanatakiwa wasapotiwe. Msaidie tu huyo dada. Haya matunda yenyewe kuna leo na kesho. Unauza leo, kesho siku nyingine unatupa matunda hapa yameharibika. Sasa huyo ukimpa akitembeza umo anakuwa anakurahisishia wewe biashara. Hata ukipata 200, hata ukipata shilingi 10. Basi ni faida hiyo. Muuzie aende akatembeze na yeye apate chochote kile. Inawezekana huyo alifanya biashara alafu amemaliza, lakini mahesabu hayajakaa sawa. Kwa hiyo anataka amalizie muda wake kupata mahesabu kamili. Naona kabisa mtu wa ulimwengu wa kwanza anaingia katika mtihani wa ulimwengu wa pili. Ulimwengu wa pili unaenda puta puta. Yaani mambo yao very fast. Leta! Asanteni sana. Haina haja hiyo. Hapa si kama kwa muuza majeneza alafu anakuambia karibu tena. Dada samani sana. Naweza kupata mawasiliano yako? Mbwela. Unafeli wapi? Namba za simu za kazi gani tena? Au unataka wewe mteja wa kudumu? Tulia bwana Osmani wewe. Kaka mimi simu sina, lakini labda nikupatia dada yangu maana naishi naye. Lakini si unapatikana muda wote katika hiyo simu ya dadako? Ukimpata naambia tunipe niongee na Zabibu. Basi sawa, haina shida, naomba. 06264466. Sawa, nikipiga nimuulizieje? Naomba kuongea na Zabibu. Wewe ndo Zabibu mwenyewe. Sawa, haina shida. Kwelini? We nenda tu. Pata ndizi Bukoba. Unaona? Kanunua hapa ndizi anaenda kutangaza pale ndizi. Wateja wote anataka achukue yeye. Sasa tatizo liko wapi Osmani? Biashara matangazo. Wewe umejenga kibanda hichi kwa uvivu wako, ukae hapa uweke miguu juu. Mwenzako kachukua beseni anatembeza ndizi. Sasa umechukua namba ya nini? Hapo sasa ndo ulipopaacha. Namba hii ndugu yangu nimechukua. Umeona wewe mwanamke? Huyu ndo mwanamke haswa. Huyu ndo mwanamke wa kutengeneza naye maisha. Sio kama wale wapiga picha wale wa kuenda kujitupia mitandaoni. Yule mwanamke wako yule Zuchu. Huyu ndo mwanamke ambaye unakaa naye ndani anakupikia na yeye anajituma analeta. Ina maana unataka kuniambia kwamba yule umechukua namba kwa ajili yangu?
Kwa ajili yako tena? Kwani mimi sio muhitaji? Mbwela bwana. Hiyo namba si unipe mimi ndugu yangu. Wewe bwana wewe. Nimechukua namba kwa niaba yangu mwenyewe. Wewe ulinikataza hapo nisichukue namba, mimi nimechukua namba. Sasa tatizo liko wapi Usman? Mbwela. Chukua basi hata hizi nazi ndugu yangu unipe hiyo namba. Sasa mimi nazi za nini sasa? Ndizi je? Mimi sitaki ndizi. Embe? Mwanangu unaninyenga, yani unaitaka namba. Sawa. Nakupa namba. Ngoja nikupe hii namba. Wewe rafiki yangu bwana. Mimi nataka nikupe mtoto mzuri. Yule ndio mtoto mzuri ambaye wewe unaendana naye. Mnafanya biashara moja. Si ndege wafana nao ndio warukao tena. Mpigie basi sasa hivi. Simu nitampigiaje saa hizi? Saa hizi anauza ndizi pale. Nitamchanganya bure. Kwanza si mwenyewe hana yule. Hadi kwa dada yake kule. Hata hivyo nimekustukia wewe domozege. Mimi sio domozege wewe. Mwili tu ndo mzito lakini mdomo si unaona unachangamka. Watu wanasemaga hivi nguruwe haramu lakini kula aliyenona. Mbwela we! Karibu Zabibu. Asante sana. Hii ni nyumba yako au umepanga? Hapa mimi ni nyumbani kwangu ambao wazazi wangu walijenga hapa. Baada ya kujenga nini wakahangaika wewe wakaamua kununua hichi kijieneo. Baada ya kununua hapa eneo hili hapa kaona tukale pension kijijini. Kwa wameenda kule kula pension kijijini, wakaamua niache hapa mtoto wao niendeleze maisha yangu. Kwa hiyo unaona chumba hiki hapo iko chumba kina mvulana msela nondo humo ndani ndo anaishi. Lakini yeye ananiuzi, ananikera. Afanye usafi. Mpaka saa nyingine naamua eti niende nikamtafute Kigoma huko nimletee Kigoma kuto kufanya usafi, lakini kwa kuwa umefika wewe hakuna shida. Nikaona wewe nitengeneze kibanda changu kile naonesha mpira mapicha. Lakini umeme ule pale umeona ule. Nitaka nishushe tu pale niweke pale umeme nianze kuandaa banda la video. Lakini nikaona gharama zote za nini, nikaachana nalo. Baada ya kuachana nalo nikaenda kuweka banda pale lile la nyanya, vitunguu, nini mengine ndio nikaamua kufanya biashara ile pale. Sawa. Mimi biashara zangu kama unavyozijua zile. Nauza matunda. Na naishi na dada yangu. Sikubahatika kupanga. Lakini mipango yangu yote kwenye biashara zangu kama Mungu akifanikisha wepesi na mimi nipange niwe na mji wangu. Zabibu, this is my house. Hii nyumba si hapa hii. Hakuna shida kabisa. Unaweza ukawa wewe ndo mama mwenye nyumba hapa. Ukawa tunaendesha hapa maisha yetu. Mbona hamna tatizo kabisa Zabibu? Sijakuelewa lakini maana yako nini? Maana yangu mimi nahitaji tuwe pamoja. Mimi na wewe. Ili tupate watoto tu na familia. Hiyo sawa. Hiyo inawezekana. Lakini mimi nilikuwa na ombi moja tu. Kama ni kweli unanipenda, usinipotezee muda, yani twende nyumbani kwetu Ilinga nikakutambulisha kwa babangu na mamangu. Ulipe mahali ndo tuishi wote. Zabibu, kiukweli mimi nipo razi. Lakini si unaona mimi kazi yangu mimi unga mwana. Hiyo kutoka hapa na hela nini kwenda kwenu huko tuende nikatoe hela mahali mambo kibao. Mimi nadhani kiukweli Zabibu kama inawezekana tuishi tu kama wachumba baadaye tutaoana. Lakini mimi sijahitaji masherehe kama unavyodhania. Mimi nimehitaji tu wewe ufike kwa wazazi wangu wakujue ili niwe nimetoka pale kiheshima. Na ulipe tu mahali yoyote hata kama una shilingi 2000. Kimsingi tu nimetoka kwa uhalali pale. 2000?